Habari ndugu mteja, tupo katika mwendelezo wetu wa video za namna gani ya kutumia application ya Evander POS kwenye biashara ya microfinance. Baada ya kudownload application na kujisajili na kusajili mteja wako ambaye amekuja kwa ajili ya kuchukua mkopo, sasa kupitia video hii naenda kukuelekeza namna gani ya kurekodi mkopo ambao mteja amekuja kuchukua. Mteja anapokuja anachukua mkopo, process ya kwanza tumeshaangalia hapo na msajili. Lakini process ya pili ambayo inafuata ni kumkopesha, ambapo utamgusa mteja husika. Kama mimi nitamgusa hapo Hussein Hamis Juma. Akifunguka kwa ndani ataonekana hapo taarifa zake kama zinavyoonekana, jina lake, namba yake ya simu na mahali. Sasa kuna hizi button mbili hapa chini, kuna rejesho na kuna kopesha. Kwa hiyo utaenda button ya kopesha. Utagusa button ya kopesha, itakuletea hapo information, kopesha pesa kwa mteja. Hatua ya kwanza unaingiza kiasi ambacho unamkopesha ule mteja. Mfano namkopesha 500,000. Namkopesha 500,000. Baada ya hapo kwa chini kuna riba. Unamkopesha 500,000 kwa riba ya asilimia ngapi? Kwa hiyo utaweka asilimia. Lakini pia kama unamkopesha pasipokuwa na riba pia unaweza ukaweka hapo. Labda mimi nasema namkopesha kwa 10%. Kwa chini idadi ya marejesho. Idadi ya marejesho ina maana kwamba huyo mteja wako utampa kipindi cha muda gani, yani idadi ya marejesho kwamba awamu ngapi unampa huyo mteja kwa ajili ya kurejesha ile pesa. Labda tutasema ni marejesho, labda tutaweka 2 kwamba miezi 2, nampa miezi 2. Na baada ya hapo kwa chini yake marejesho yanaanza lini, kwa utachagua tarehe ambayo marejesho yataanza kwa huyo mteja. Kwa mfano naweza nikasema marejesho yake yataanza Julai, tarehe 1 Julai mwezi wa 7. Then baada hapo itanionyesha kwa chini rejesho kwa mwezi ni 275,000. Ina maana kwa mwezi mmoja atalipa 275,000 na mwezi unaofuata 275,000. Jumla ya mkopo ni 550,000. Tarehe ya mwisho ni tarehe 1 Septemba 2026. Utabonyeza kuendelea. Ukibonyeza kuendelea itakuja hatua ya pili, ambapo itatakiwa sasa jina la mdhamini na sehemu ya picha ya mdhamini wake ambaye anamdhamini wa mkopo. Akigusa hapo weka picha. Kwa chini yake kuna jina la mdhamini, huyo mtu ambaye anamdhamini. Kwa mfano ni Mohamed Juma. Jinsia ya kiume. Namba ya simu nitaandika hapo. Mahali anakopatikana nitaandika labda Temeke. Aina ya kitambulisho kwa huyo mdhamini, labda tuchague National ID, kitambulisho cha taifa. Nitaandika namba za kitambulisho, lakini baada hapo nitasubmit. Nikisha submit ina maana nimeshakamilisha zile process za kumkopesha na rekodi yake itaonekana kama hivyo. Itaonyesha total loan debt remaining, kiasi cha mkopo ambacho kimebakia kwa ujumla ni 550,000, na kwa chini itaonyesha kiasi 550,000, tarehe aliyokopeshwa tarehe 21 ya Juni 2026, na itaonyesha status ni active. Kwa hiyo mpaka kufikia hapo utakuwa tayari umejifunza namna gani ya kukopesha pesa kwa mteja ambaye amekuja kukopa pesa. Asante kwa kunisikiliza. Uwe tayari kwa ajili ya video inayofuata kuangalia namna gani sasa ya kurekodi marejesho ya mteja anapofikia muda wa kurejesha ile pesa.